Joseph Nkuva Mrisho, na hivi nikualike tena kwa sana wakati kama huu tupate kuendelea kujifunza habari za kweli za huyu Mungu, na ni mambo ambayo ni makuu na mazuri sana ambayo Bwana amekusudia leo tupate kujifunza. Kumbuka tumekuwa na somo letu linalofahamika kwa nyakati 15 za mpito wa dunia, na hivi leo tunapata kuendelea, tutaendelea tena na kile kipindi cha 12 cha mpito wa dunia kati ya nyakati 15. Kwa bahati nzuri sana mpaka hivi leo tunavyozungumza na wewe tumekwisha kujifunza nyakati ya kwanza ya mpito wa dunia na hata nyakati ya 11 ya mpito wa dunia. Na leo sasa tutaendelea na nyakati ya 12 ya mpito wa dunia, ambayo kimsingi nyakati hii ni nyakati nyeti sana, ambayo ni vizuri mtu asipitwe na hili jambo, kwa sababu ni kitu chenye faida kubwa. Okay, wewe unayesubiria kwa hamu kujua ni nyakati gani basi hiyo ya 12 ya mpito wa dunia, nayo ni hii nyakati ya mpito wa dunia. Ni ile tunasema ya 12, ni wakati ule ambao ufalme wa mwanakondoo unatamaraki ama unarejeshwa hapa duniani, au nikwambie ni kurejeshwa kwa ufalme na mamlaka iliyopotea miaka mingi ya mwanzo wa kuumbwa kwa dunia. Okay, ni wakati gani huo? Inaitwa ni kule kuja kwa Yesu Kristo na kutawala miaka 1000 hapa duniani. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa YouTube channel account yetu, naomba nikupitishe kidogo kwenye nyakati ile ya nyuma, kwamba kwa nini nataka nikupitishe, ili nikupe picha na mwanga, kwa maana nyakati hii ya 12 ya mpito wa dunia imefuatiwa ama inakuja mara baada ya wakati ule wa 11 ambao ulikuwa ni wa ziki kuu. Sasa nataka nikupitishe kidogo nyakati tuliyojifunza hii ya 11 ya somo lililopita. Ziki kuu ilikuwa na mambo gani? Sitaielezea ni nini, kwa sababu tayari nilikwisha kuelezea somo la nyuma. Sasa hivi nitakupitisha tu mambo yaliyokuwa katika nyakati ya 11 ambayo tumekwisha kujifunza, na tunatarajia kuendelea nyakati iliyo mbele yetu. Nyakati hii ilikuwa na mambo kadha wa kadha. Kumbuka nilikwambia ziki kuu ilikuwa na maeneo makuu mawili. Eneo la kwanza ilikuwa ni ile miaka kwa ujumla wake tu nikwambie ziki kuu itatokea kwa miaka 7. Kumbuka na nyakati hii bado haijatokea. Kwa hiyo ninakupa habari za kiunabii ambazo ndivyo zitakavyokuwa nyakati hizo zitakazoamuliwa na Bwana. Na nyakati hiyo inagawanyika katika sehemu mbili. Kati ya ile miaka 7 kuna miaka 3.5 ambayo itakuwa ni ya maandalizi ya huo utawala wa Shetani ambao ndio utazalisha ziki kuu katika uso wa nchi na dunia yote. Utakuwa ni wa maandalizi, na miaka 3.5 itakuwa ni ya uharibifu wa hiyo miaka 7 ya ziki kuu kupitia Shetani kwa mfumo unaoitwa New World Order. Okay, labda nikukumbushe tu kidogo, kwani huu wakati ukoje? Nyakati hii ilikuwaje? Iko hivi, kwa kusoma Biblia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 15 hata ule wa 18, yako mambo kadha wa kadha yanayoelezewa kwamba ndani ya hiyo ziki kuu, katika hiyo kwa ujumla wake kuna mambo kama 6 ambayo yatatukia ndani yake. Jambo la kwanza, kama nilivyokuambia, ile miaka 3.5 itakuwa
ni kuestablish mfumo mpya wa utawala wa dunia, na mfumo huu utajulikana kwa namna inayoitwa NWO. Kirefu chake ni New World Order, na Kiswahili chake ni utawala wenye mfumo mpya, yaani ni utawala wa kidunia. Haleluya sana. Na utawala huu utakuwa umegawanyika katika maeneo matatu katika falsafa. Maana yake kutakuwa na serikali moja, dini moja na pesa moja. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kibibilia inajulikana kama mnyama, mpinga Kristo na nabii wa uongo. Utatu huu kibibilia unajulikana kama ni mnyama, mpinga Kristo na nabii wa uongo. Hii ikoje, imekaaje? Ndio nataka nikufanulie. Hii iko kama ifuatavyo. Ninapokuambia New World Order, kwa maana ya kwamba dunia yote itakuwa na kiongozi mkuu mmoja tu, ndiye atakayetawala dunia nzima, naye atatumia mifumo ili atawale mifumo hiyo ya maeneo matatu, kwamba kutakuwa na serikali kuu ambayo ni moja tu, na hivyo na pesa nayo itakuwa ni moja tu. Haitakuwa tena kama hivi sasa kwamba kila nchi na pesa yake. Si hivyo tu, na kutakuwa pia na dini moja. Jambo hili ni baya na la ajabu, ndio maana inaitwa ziki kuu. Wakati huo ziki kuu ni wakati ulio na mambo mawili: moja ni utawala wa shetani, na mbili ni ghadhabu ya Bwana itakapoanza kumiminwa chini ya uso wa nchi katika maeneo na maeneo, mahali na mahali. Unanipata mtu wa Mungu? Okay, nitakufafanulia zaidi. Na itakapokuwa hivyo, na hii uipate vizuri, soma kwenye Biblia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 15 hata ule wa 18. Nayo inazungumzia habari za kwamba huyu mnyama akampa uwezo wote huyu mpinga Kristo, naye akatia pumzi kwenye sanamu, nayo sanamu ikaongea, na yenyewe sanamu ikaketi mahali. Sasa hii inamaanisha nini? Tunapozungumza mnyama, tunazungumzia habari nazungumzia habari ya zile nchi zitakazounda hii serikali kuu inayotawala dunia yote. Na tunapozungumzia mpinga Kristo, huyu ni yule atakayesimama kama mtawala. Ni ile sanamu unayosikia kwamba mnyama akatia pumzi katika ile sanamu. Maana yake nini? Mataifa fulani ambazo leo ni nchi zitaungana na kukubaliana ya kwamba ni nani awe rais wa dunia, na huyo zitakayekubaliana naye baadaye ndiye atakayekuwa mkuu kuliko watu wote duniani, na huyo ndiye anaitwa mpinga Kristo. Na tunapoambiwa nabii wa uongo, hii ni ile dini ya uongo. Hii ni ipi? Ni kwamba nyakati hizo hakutakuwa na Uislamu wala Ukristo wala madhehebu unayoyaona. Dini itakuwa ni moja tu, nayo itakuwa na mfumo wake, ambayo huyu unayemsikia anaitwa mpinga Kristo atasimama na kusema peke yake ndiye anayestahili kuabudiwa, maana yeye ndiye mtawala na yeye ndiye ambaye anaiongoza dunia. Na kwa kuwa atatumia mfumo wa New World Order niliyokuambia, wa kuwa na serikali moja, pesa moja, dini moja, na ndio maana inaitwa, muda huo atatengeneza mfumo wa mtu kuto kuuza wala kununua asipotii mamlaka yake au asipomsujudia. Haleluya, haleluya. Okay, hii ina maana gani? Hili lina maana kwamba ndiyo nyakati ya dhiki kuu atatengeneza mifumo ambayo itaileta dunia pamoja. Hakutakuwa tena na hii mivutano.
hakutakuwa tena na hii mivutano. Kwa sababu ya jambo hilo, atafanikisha kukaa na nchi zote na kweli na kuazimia na kuleta amani. Atatumia mpango wa kuleta amani. Tulijifunza kwamba huyu tayari alikwisha kufunuliwa, ila wakati wake tu bado wa kuanza kutenda kazi. Unanielewa sasa, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa YouTube channel account yetu kupitia inayofahamika kwa neno la uamsho? Okay, kwa habari ya YouTube wa channel account na jina hii, sikupe shida. Chukua huu ujumbe ambao ni wa msingi kuliko. Na kwa mantiki hiyo, huo mfumo sasa atakaoutumia huo ataishawishi dunia yote, na baadaye baada ya miaka mitatu atafanikiwa kuweza kuleta amani katika dunia yote. Na ule mfumo atakaoweka baada ya miaka mitatu na nusu itakapoanza sasa nyakati ule ya kuanza sasa kumaliza kuelekea mwaka wa 4, nusu ya mwaka itakapoisha ya mwaka wa 4 na kuanza kipindi cha zaidi ya nusu, atasimama sasa. Biblia inasema atakaa patakatifu. Maana yake ni nini? Ni kule kutaka kuabudiwa sasa, ile dini ambayo ya uongo sasa, katika unayoposikia nabii uongo vitakayoanzishwa. Lakini sio kwamba dini hii haitakuwa ndio inaanzwa, tayari ipo hata hivi sasa duniani. Itawezeshwa tu na kupewa mamlaka na kubadilisha mfumo na kujiweka waziwazi. Kwa sasa haiko waziwazi sana hata kila mtu aelewe, ila wachache wenye hekima wanaelewa. Unanielewa? Okay, hilo ndio jambo la kwanza ambalo lilikuwa katika ziki kuu. Sasa katika ile miaka mitatu na nusu kati ya miaka 7 ile ya awali ya maandalizi ya huyu, jambo la pili litakalotokea, kuna injili itahubiriwa na malaika. Kuna injili itahubiriwa na nani? Na malaika. Okay, kwa nini injili hii inataka kuhubiriwa na malaika? Itahubiriwa na malaika kwa wakati mara baada tu ya mifumo yote kukamilika ya huyu ile pumzi kutiwa sanamu na kupewa mamlaka na kutaka kuabudiwa. Okay, hili jambo hujalielewa vizuri. Maana yake ni nini? Shetani unayemjua hata hivi sasa, mifumo yote inayoongoza ulimwengu ni ya shetani. Ingawa watu hawajafahamu, mtafahamu wakati ukifika. Lakini mimi nakupa siri hiyo. Kwa hiyo wakati huo ndio itatoka sasa mifumo yote iliyobaki michache ya kumwabudu huyu Mungu. Na nilikwambia zilikuwa itakuja mara baada ya unyakuo. Na nilikueleza unyakuo ni kwamba Mungu sasa ataondoa atawaondoa watakatifu wake katika uso wa nchi. Na kisha atamuondoa Roho Mtakatifu, kwa maana ataondoa uwepo wa nguvu zake ndani ya watu na ndani ya maeneo. Maana yake atapewa shetani uwezo kamili wa kuitawala dunia kwa namna pendavyo yeye. Na kwa sababu hiyo ndiyo sasa atatengeneza mfumo wake ule ambao wa mtu kutokuuza wala kununua, ili kukomesha uasi na mtu mwingine asije akaweza kumzuia kutawala kadri kwa urahisi zaidi. Sijui unanielewa mtazamaji? Kwa sababu hiyo sasa atatengeneza mifumo ambayo ndio itakuwa kwa namna hiyo. Sasa baada ya yeye kutangaza kwamba yeye ndiyo Masihi, ndiye anayestahili kuabudiwa na kuketi katika kiti cha enzi cha Bwana, ndiyo sasa atatumwa malaika kuja kuhubiri Injili. Hiki ndio kipengele cha pili kitakachokuwa katika kipindi cha ziki kuu, kipindi cha 11. Atatumwa malaika kuja kuhubiri Injili. Unanielewa mpendwa mtazamaji na msikilizaji? Na hii tunaipata katika Ufunuo sura ya 10. Kutakuwa na malaika watatu watakaoihubiri Injili juu ya uso wa nchi. Kuna mtu anajiuliza, hivi kwa nini aje kuhubiri malaika? Nimekuambia hakutakuwepo tena na walokole wala uamsho wala hivi leo unavyoniona ninavyohubiri kama hivi.
hakutakuwa tena na injili nyingine utakayoisikia, injili ya neno la Mungu. Hautaisikia injili ya kweli, hautasikia huyu Mungu anaabudiwa tena. Maana yake shetani atataka tu kuabudiwa. Nikupe mfano, kuna mtu hajanielewa. Zamani zile za kale, miaka mingi sana kabla Yesu Kristo kuja duniani, kuna tawala nyingi zilitawala dunia. Maana ninapokuambia kutakuwa na serikali moja unielewe. Kuna tawala ya kwanza ilikuwa ya Ubabeli, na kuna tawala ya pili ilipoanguka Ubabeli ikaja Umedi na Uajemi, iliitawala dunia. Na ilikuja tawala ya tatu ni ya Ugiriki, ilitawala dunia, ikaanguka, ikaja tawala ya Rumi ikaitawala dunia. Tawala ya Rumi sasa, bahati mbaya, haijaanguka, imekuwa ikitawala nyakati za Rumi ya kipagani, na baadaye imekuwa ikatawala tena Rumi ya kidini, na hiyo inatawala hata hivi sasa kwa siri, kwa kila mtu asiyejua. Kwa wale wenye hekima wanafahamu, kwa wale waliofunuliwa wanafahamu, na wale wanaopenda kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu, injili ya kweli inayohusu ufalme wa Bwana kama hivi, wanayajua na kuelewa, kwa sababu tunayahubiri haya. Mambo haya si kila mtu atafunuliwa, anampa Mungu, humpatia kila mmoja kadri apendavyo yeye, na huyu humpa hiki na huyu humpa kile na huyu hiki, tu viungo vya Kristo. Haleluya! Kwa hiyo ninatamani watu wawe huru, usifungwe sana na dini kwamba mimi ni wa dhehebu fulani. No, jifunze kusikiliza habari njema, utapata yaliyo yako mazuri ya ufalme. Na mimi sitamani sana watu wajikite tu, na hata watumishi na wasubi, tuache kuwahubiria watu mambo ya udini, tuwahubirie watu Mungu wa kweli na injili ya kweli. Hiyo ndiyo dini safi, ambayo ni injili, ni habari njema ya Yesu Kristo na ufalme wake. Na kwa sababu hiyo ni kurudisha katika kile ninachotaka kukueleza zaidi. Kwa hiyo sasa, baada ya hapo atakuja, kwa sababu hamna wa kuhubiri injili ya kweli, atakuja malaika watatu watahubiri injili katika uso wa nchi. Muda wangu hautoshi sana, lakini kwa kusoma kitabu cha Ufunuo sura ya 14 kuanzia 15 mpaka ule mstari wa 13 utaziona habari hizo za hao malaika watakaohubiri injili mara baada ya miaka 3.5 ya dhiki kuu. Na itakapohubiriwa hiyo injili, sehemu ya pili ya dhiki kuu, ya tatu ya dhiki kuu, itakuwa ni kipengele kile cha kuokolewa kwa Waisraeli 1,144,000. Itakuwa ni kuokolewa kwa Waisraeli 1,144,000. Na hii unaipata wapi? Hii unaipata kwa kusoma kile kitabu cha Ufunuo sura ile ya sura ile ya 7, sura ile ya 7 kuanzia ule mstari wa 4. Ufunuo sura ya 7 kwa mstari, unaweza ukaanzia mstari wa kwanza hata ule wa 13. Haleluya! Na ili upate ujumbe mzuri, soma mpaka ule mstari wa 17. Maana yake kwa kifupi tunasema habari hizi za kuokolewa kwa Waisraeli 1,144,000 utaipata kwa kusoma Ufunuo sura nzima ya 7. Lakini sio Waisraeli tu, itakuwa ni Waisraeli 1,144,000, lakini pia itakuwa umati mkubwa sana wa watu kutoka kila taifa na kila nchi watakaookolewa katika wakati huo, mara baada ya injili ya wale malaika. Na yenyewe utaipata iko hapo, unaipata hiyo kuanzia Ufunuo sura ya 7 mstari wa 8 hata ule wa 17. Na mara baada ya kuokolewa kwa hao kutafuatia
Mungu ghadhabu yake itawaka, atapiga mapigo katika dunia mahali na mahali, na mapigo hayo yatakuwa ni theluthi moja ya kila mahali na mahali. Haleluya sana Na hii unaipata wapi? Hii unaipata kwa kusoma kile kitabu cha Ufunuo, Ufunuo sura ile ya 10, Ufunuo sura ile ya 10 kuanzia sura ile ya 15 Ufunuo sura ile ya 15 na ile sura ya 16 utaziona hizo habari. Haleluya. Okay, hujanielewa. Nasema mapigo haya ambayo atayaachilia huyu Mungu yanapatikana kwa kusoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 15 na ya 16. Sura ya 15 na ya 16. Sura ya 15 na ya 16 ndiyo mapigo yatakayotukia. Ukitaka kuona ni mapigo gani ya serusi, kila mahali atapiga serusi. Na baada ya hayo mapigo ya serusi mahali na mahali, jambo litakalotukia lingine itakuwa sasa ni kuwatia chapa yule watu wengi ambao hawana neema ya uokovu, watatiwa chapa ya huyo mnyama kwa kusoma kitabu cha Ufunuo. Hizo habari unazipata Ufunuo sura ile ya 13 mstari ule wa 15 hadi wa 18. Basi wanatiwa chapa kwa njia gani? Wanatiwa chapa ya mnyama kwa njia ya mafundisho yake, kwa kukubali kumsujudia na kumwabudu kwamba yeye. Hii inafananaje? Hii inafanana na nyakati za zamani sana, pale ambapo mfalme Nebukadneza, wale wataalamu wa Biblia na historia, mfalme Nebukadneza alitengeneza sanamu kubwa na akaamuru watu wote wawe wanaanguka chini kuisujudu pale itakapopigwa mbiu. Umeelewa Na ndivyo itakavyokuwa wakati huu. Sasa awamu hii haitakuwa sanamu, ni mtu ataketi kwenye kiti, atasema yeye ndiye Masihi na ndiye Bwana wa mabwana, ndiye wa kuabudiwa. Watu hawataabudu tena kwa jina la Muhammad wala kwa jina la huyu Yesu. Sasa kile kitendo kitadumu kwa muda wa miaka kama mitatu hivi, itakuwa hivyo. Katika kusoma Biblia utaona katika kitabu anasema ataondoa sadaka ya kuteketeza, hata kuazimu kubadili nyakati na majira. Maana yake ni nini? Ni yeye ndiye atajitangaza kuwa Masihi wa kuabudiwa. Ndiyo maana ya mnyama, mpinga Kristo na nabii wa uongo. Na ndiyo maana unapoisoma Biblia baadaye katika sura ile ya 19, atakapokuwa Mungu anatoa hukumu, haumuoni tena mpinga Kristo, utamuona mnyama na nabii. Maana yake mnyama ni nini? Ni hiyo serikali inayoongoza dunia, na huyo nabii wa uongo ni nani? Ni hiyo dini ya uongo, ambayo huyo jamaa ambaye pumzi iliyopewa pumzi atakayejitangaza kuwa yeye Masihi. Na wakati huo sio kwamba nchi hazitakuwepo, zitakuwepo. Tanzania itakuwepo, kila nchi itakuwepo, lakini zitatoa ufalme wake kama ilivyokuwa zamani zile katika ule utawala wa Rumi, kwamba unaona kwamba Israeli ilikuwa ina mtawala wake, lakini mtawala yule alikuwa anaitika Rumi. Yaani itakuwa kama sasa hivi unavyoona wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, ndio itakavyo hivi, nchi vitaitika hivyo. Na watu hakutahitajika visa, wataenda kokote unakotaka kwa sababu wote wao ni wa mfalme mmoja. Nakumbuka nyakati ya Ziki Kuu utabadilishwa sana mfumo wa kiutawala. Haitakuwa tena kwa kutawala katika demokrasia. Utarejeshwa utawala wa kifalme. Na huyo nabii wa uongo ndiye anajitangaza kuwa yeye ni mfalme, ndio wa kuabudiwa. Kwa hiyo kutakuwa pia na vifalme
na wafalme wadogo wakitoa ufalme wao katika mfalme wao mkuu ambaye ndio Shetani. Na Shetani ni atafanyaje kazi? Atakuwa ndani, kwa sababu Shetani ni roho. Atafanya kazi ndani ya mtu ambaye wakati huo utawala wa New World Order utampendekeza kuwa yeye ndiye mtawala wa dunia na ndiye na kiongozi mkuu wa dini. Kumbuka umeambiwa, maana yake vitaunganishwa, dini itakuwa ni moja na itaunganishwa na serikali, hakutakuwa na utengano tena. Maana yake serikali ndio itakuwa ina mamlaka juu ya mambo ya kiroho na ya kimwili, kwamba mtaabudu hivi na wakuabudiwa ni moja, hakuna formula nyingine. Kumbuka ufalme, utawala wa kifalme, huo mfalme ndiye anaamua jambo gani litokee, ndio itakavyokuwa. Kwa hiyo mambo hayo yatatokea kwa jinsi hiyo. Na jambo la sita litakalotokea itakuwa sasa ni Shetani kutawala kamili kwa muda wa miaka hiyo mitatu kama nilivyokuambia. Na mara baada ya hapo itakuwa ni kukomeshwa kwa utawala wa New World Order. Ni kuangushwa kwa huo ufalme. Ni hili inapatikana kwa kusoma kitabu kile cha Ufunuo sura ya 19 mstari wa 17 hadi wa 21. Na hii itatokea pale itatokea mara ile miaka yake, ile miaka 7 kuisha, ndiyo yatatokea haya mambo, itaharibiwa hiyo mamlaka itaharibiwa. Ndio maana ukisoma hapo utaona yule mnyama baada ya hapo akakamatwa. Umenielewa? Akakamatwa mnyama katika ile kuna ile 18 Babeli mkuu anahukumiwa. Maana yake ndiyo hiyo nchi, yaani kwa sababu yale makao makuu ya huo utawala ndio hiyo Babeli. Na unaposikia mnyama, maana yake ni huo utawala wa kidunia huo utakao kuwa utaendeshwa kwa New World Order. Na mfumo huo sasa, kama nilivyokuambia kwa kusoma hapo, litatokea jambo. Maana yake itakapoisha hiyo miaka 7 ya ziki kuu, Yesu Kristo atarudi duniani kwa mara ya 3. Okay, kuna mtu hajanielewa. Anarudije mara ya 3? Kwa mara ya pili aimini. Atarudi kwa mara ya pili. Na atakuja kwa mara ya 3. Hii ina utofauti gani? Alikuja mara ya kwanza katika kuzaliwa kama mtu wa kawaida, akiwa mtoto wa Yusufu na Mariamu. Atakuja mara ya pili katika unyakuo, na atakuja mara ya 3 kuja hapa kuondoa ufalme wa giza na kuanzisha ufalme wa mwanakondoo, ufalme wa nuru, ufalme ulio mkubwa na mkuu na wenye haki, ambao ni ufalme ulio bora zaidi ya ule ufalme wa kwanza ambao ulianzishwa kipindi cha Adamu na Eva. Sasa awamu hii utakuwa umekuwa bora na mzuri zaidi, kwa sababu kutakuwa tuna wale ambao wanayo chapa ya mwanakondoo, wanao chapa ya mwanakondoo katika paji za uso na mkono wa kuume, kwa maana ya watu ambao ni waaminifu, wanaomcha Mungu katika kweli na roho. Na ndio maana nitakwambia jambo mbele, utashangaa sana. Na kwa hivyo katika kutukia kwa hayo mambo, utawala huo utakoma mara moja. Na utakomaje? Ni tutaona sasa katika kipindi tunavyokianza rasmi kile cha 12 cha mpito wa dunia ni kwa namna gani. Na kwa sababu hiyo nikushukuru sana wewe mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa YouTube channel account yetu inayofahamika kwa neno la Uamsho.